Kwenye maisha, kila mmoja wetu hupitia wakati wa giza, wakati ambao tunahisi tumepoteza njia, nguvu au tumaini. Lakini historia inakumbusha kuwa nuru inaweza kuanzia mahali pasipotegemewa. Leo nakusimulia hadithi ya mwanamke ambaye maisha yake yalibadilisha dunia. Mwanamke ambaye alisimama kwa imani, upole na ujasiri kuliko wengi tuliowahi kusikia. Huyu ni Bikira Maria, mama wa Yesu. Hadithi yake si ya kale tu, ni mwanga ambao bado unaangaza maisha yetu leo hii. Kila miaka inapozunguka mwezi Agosti unapotutia mwanga, Wakristo duniani husimama pamoja na kuadhimisha kumbukumbu ya Bikira Maria, mwanamke wa neema ambaye Mungu alimchagua kwa jukumu lisilo la kawaida. Lakini kabla ya sherehe na nyimbo mbalimbali, tunajiuliza maswali. Ni nani alikuwa Maria? Kwa nini tunamkumbuka? Ni nini katika maisha yake kilifanya dunia nzima ikiri kuwa yeye ni mama wa wokovu? Leo nitakusimulia safari yake kuanzia kuzaliwa kwake, familia yake, sifa zake, kazi zake, hadi kuhitimisha safari yake duniani na kupaa kwake mbinguni. Ungana nami mwanzo hadi mwisho wa simulizi hii. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare kwa marafiki pamoja na kukomenti. Niite Anton Simon Mashema, kijana wa ASM for back focus and quality, kijana na maamuzi katika maisha. Maria alizaliwa katika familia ya watu wanyenyekevu lakini wenye imani. Wazazi wake waliitwa Yoakimu na Ana. Wanandoa hawa waliomba Mungu kwa miaka mingi awape mtoto. Maria alikuwa mtoto ambaye alilelewa kwa maombi, nidhamu na upendo wa kweli. Akawa msichana wa kusaidia pamoja na kuwa msichana mwenye heshima. Tabia zake, Maria alikuwa mnyenyekevu, mpole, mtiifu, mwenye kujali watu, mwenye heshima, mwenye moyo wa huruma, msikivu na mwenye hekima isiyo ya kawaida. Usiku huo ulikuwa usiku mtulivu, kama vile dunia yote ilikuwa imeshika pumzi ikingoja jambo kubwa kuweza kutokea. Nyota zilimetameta juu ya anga la Nazareti na upepo mwanana ulipita taratibu kwenye nyumba ndogo ya Maria. Alikuwa amekaa peke yake akisuka kitambaa, moyo wake ukiwa umedhibitiwa na utulivu wa mwanamke anayemwamini Mungu kimya kimya. Lakini ghafla mwanga wa ajabu ulijaza chumba, si mwanga wa moto wala wa jua, bali mwanga ule wa amani, nguvu na utukufu. Maria alishtuka, lakini hakukimbia. Mbele yake alisimama kiumbe wa ajabu, mwenye uso wenye kung'aa kuliko asubuhi ya kiangazi, na mabawa yake yaliyofunguka kama vile upepo wa mbinguni. Akamwambia Mariamu, "Usiogope Mariamu." Sauti ile ilisema kwa utulivu uliopenya rohoni kuliko maneno yoyote aliyowahi kusikia. Ikamwambia, "Kwa maana Mungu amekujalia neema." Maria alishusha pumzi taratibu, akajaribu kumwelewa kiumbe huyo wa nuru. Hata hivyo, moyoni mwake hakukuwa na hofu, kulikuwa na amani isiyo ya kawaida, kana kwamba alijua kwa miaka mingi kuwa siku moja Mungu angemuita kwa kazi maalum. Kisha Gabrieli akaendelea, "Mungu amekujalia neema. Utapata mimba na kuzaa mtoto mwanamume, na jina lake utamwita Yesu." Kwa muda mchache chumba kilikaa kimya, hata upepo ulionekana kusimama. Maria akiwa msichana mdogo akaangalia chini, akafunga mikono yake kifuani. Hakuwa na majibu, hakuwa na nguvu, lakini moyo wake ulikuwa tayari kusikia. Alifikiri juu ya maisha yake, mipango yake, na dunia itakavyomwona akiwa na ujauzito asiyouelewa. Lakini pia alifikiri juu ya Mungu ambaye hakuwahi kumkosea.
Kisha kwa sauti ndogo lakini yenye uzito uliovingisha msingi ya historia, Maria akasema, yatawezekanaje hayo? Mimi ni bikira. Roho Mtakatifu atakushukia na uwezo wa Mungu utatua juu yako. Kwa sababu hiyo mtoto huyo mtakatifu ataitwa mwana wa Mungu. Maneno hayo yalivunja ukimya wa dunia nzima. Malaika Gabrieli alitabasamu, mwanga wake ukatoweka polepole kama alivyokuja. Na katika dakika hiyo duniani kuzaliwa matumaini. Matumaini hayo yangebeba kizazi baada ya kizazi. Kwa ndio ya Maria, mbingu iliteremka duniani, na kwa utii wake historia ya wanadamu ilibadilishwa milele. Baada ya mwanga wa malaika kutoweka, usiku ulirudi katika hali yake ya kawaida. Lakini moyo wa Maria haukuwa wa kawaida tena. Alihisi kama ulimwengu nzima umebadilishwa ndani ya sekunde chache. Hakuelewa kila kitu, lakini alijua moja muhimu: maisha yake hayangekuwa yale yale ya jana. Siku chache baadaye, Maria aliamua kumtembelea binamu yake Elizabeti, mwanamke ambaye naye alikuwa amepewa zawadi ya ajabu na Mungu. Licha ya uzee wake, alitembea milimani, akipita vijiji na vijiji, akivuka mashamba ya mizabibu, akibeba siri ambayo mbingu nzima ilikuwa imeiweka moyoni mwake. Alipofika tu mlangoni kwa Elizabeti, hata kabla ya kusema neno, Elizabeti alikuja mbio kutoka ndani ya nyumba, macho yake yaking'aa kama mtu aliyefunuliwa jambo kubwa. Akamwambia, Mariamu, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na yeye utakayemzaa amebarikiwa. Mara tu niliposikia sauti ya kuamkia kwako, mtoto aliye tumboni mwangu aliruka kwa furaha. Moyo wangu wamtukuzu Bwana. Roho yangu inafurahi kwa sababu ya Mungu Mwokozi wangu. Kia sasa vizazi vyote wataniita barikiwa. Maria alishangaa. Elizabeti hakuwa ameambiwa kitu chochote, lakini moyo wake ulikuwa umejua kuwa Maria alibeba ahadi ya Mungu. Jambo la ajabu lilitokea. Mtoto tumboni mwa Elizabeti alicheza kwa furaha, kana kwamba anatambua kuwa mfalme wa mbingu alikuwa yu karibu. Miezi ikapita, safari nyingi zikapita, na hatimaye siku ikafika, usiku wa utulivu huko Bethlehem. Katika holi ya wanyama, hewa ilijaa harufu ya majani mabichi na pumzi za mbuzi. Lakini katikati ya huo umaskini, tukio kubwa zaidi la historia ikatokea. Yesu mkombozi akazaliwa. Hakukuwa na ukumbi wa kifahari, hakukuwa na taa za dhahabu. Kulikuwa tu na binadamu wawili wapole, Maria pamoja na Yosefu, wakimshika mtoto ambaye dunia haikujua bado kwamba angebadilisha kila kitu. Malaika waliimba juu ya mlima. Wachungaji nao pia walikimbia kuja kumuona. Lakini kabla ya kukimbia, malaika aliweza kuwatokea wachungaji wale na kuwapasha habari akisema, hivi leo katika mji wa Daudi amezaliwa Mwokozi wenu, ndiye Kristo Bwana. Baadaye wachungaji hao waliweza kukimbia kwenda kumuona, tukio ambalo limeweza kutokea huko Bethlehem. Nyota kubwa iliwashwa kama taa ya mfalme juu ya anga, na Maria akiwa amemkumbatia mtoto wake, macho yake yalikuwa na machozi ya furaha ya kimya. Alijua safari ndiyo imeanza. Miaka ikapita, Yesu akawa kijana, kisha mwanamume aliyejaa hekima na uwezo wa Mungu. Maria aliangalia kwa upole jinsi watu watakavyomfuata, walivyoamini kwake na vile wengine walivyompinga. Na siku ifika ambapo Maria alisimama chini ya msalaba. Machozi yakamtiririka, moyo ukipasuka, lakini imani haikuyumba.
Alijua kwamba mapenzi ya Mungu hayakomi hata pale ambapo machozi yanamwagika. Hapo ndipo unyenyekevu wake ulivuka mipaka ya kibinadamu na akawa mfano wa nguvu ya kimya isiyo katika. Baada ya Yesu kurejea mbinguni, Maria aliishi maisha ya maombi, upendo na utulivu. Hakutawala, hakujionyesha, lakini kila aliyemkaribia alihisi nguvu ya Mungu kupita kwake. Na siku ilipofika ya Maria kuondoka duniani, Mungu hakumwacha apitie mauti ya kawaida. Kanisa linatuambia kuwa Maria alichukuliwa mbinguni mwili na roho, kuingia ufalme aliohudumia maisha yake yote. Hiyo ndiyo sababu ila mwaka ya tarehe 15 Agosti dunia inasimama kumkumbuka Bikira Maria. Sio kwa sababu aliishi tu, bali kwa sababu maisha yake yanaendelea kuishi ndani ya mioyo yetu. Na ukifikiria kuwa hii ndio mwisho wa hadithi, jua kuwa hii ni mwanzo tu. Maisha ya Bikira Maria na siri nzito, mafundisho na nguvu nyingi ambazo haujazisikia bado. Safari yake haikuishia hapo Nazareti, Bethlehem au Golgotha. Bado inaendelea leo kupitia kila mtu anayemomba, anayemkumbuka na anayejifunza kutoka katika moyo wake wa upendo. Kama umefikia hapa, basi roho yako imegusa kitu, na hii ni dalili kuwa kuna zaidi unapaswa kujua. Safari bado inaendelea na hadithi haijafikia tamati. Bikira Maria si tu mama wa Yesu, bali ni chanzo cha miujiza ambayo haijaisha hadi leo hii. Lakini maisha yake yaliweza kubadilisha mioyo na roho za mamia ya watu, si kwa nguvu, bali kwa upole na imani. Asante kwa kuwa pamoja nami kunifuatilia mwanzo hadi mwisho. Karibu tena katika simulizi nyingine. Mimi ni Anthony Simon Mashema, kijana wa ASM for Back Focused and Equality, kijana na maamuzi katika maisha. Asante kwa kutazama na kusikiliza. Usikose kunifuatilia Instagram kwa jina la Anthony Simon na Facebook kwa jina la Anthony Simon, pamoja na YouTube kwa jina la ASM for Back Focused and Equality. Na usisahau kulike, kushare, kukomenti pamoja na kusubscribe. Asante, Mungu akubariki. Sancta Maria